fruti. Nikiongea mimea jamii ya michungwa na maanisha machungwa, ndimu, limao, machenza, pomero, hayo mabarungi pamoja na madaranzi. Ni mimea ambayo ukiiona majani yake kwa asilimia kubwa inakuwa inafanana. Hii mimea jamii ya michungwa inakuwa na sifa fulani za kufanana, hasa uchachu fulani wa kufanana. Nimekuja kuwaonesha namna gani mkulima huyu amepanda mimea yake shambani, namna gani anaihudumia na matarajio yake ni yapi hasa kwenye hiki kilimo chake ambacho anakifanya. Kwa kuwa yuko busy na majukumu mengi, ni mtumishi, hana muda ambao anaweza kuja shambani kusimamia mimea kama vile nyanya, kama vile hoho kwa muda mrefu. Mkulima alipata wazo, akawashirikisha wataalamu wa kilimo kwamba ni matunda gani ambayo atayapanda shambani kwake yatakayokuwa ni mepesi ya kuyasimamia. Pia akaamua sasa kwamba anazalisha mimea jamii ya michungwa. Alisafisha shamba lake kwa kulifyeka, maana lilikuwa shamba poli. Ingawa kama unavyoona alibakiza sehemu ya mimea ya asili, kwa kuwa anapendelea kufanya kilimo ekolojia na ufugaji wa nyuki. Baada ya kulisafisha shamba lake, alifanya mpangilio wa shamba, yani field layout. Alifanya mpangilio ili kupata nafasi sahihi ya kukua na kustawi kwa mimea jamii ya michungwa. Mathalani, kwa ndimu alitumia nafasi ya mita 6 kwa mita 5. Kwa mimea kama limao alitumia mita 5 kwa mita 5, ambapo alipata mimea takribani 130 kwa ekari moja. Hizi ziko ekari 3. Kwa wastani kuna mimea zaidi ya 390 kwenye eneo hili.